Mimi nafurahi sana kufika hapa. Naona polisi wamejaa hapa na ni mzuri. Kama wamekuja kuweka amani. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya polisi. Polisi wanatakiwa kuweka amani. Siku ya Jumamosi tulikuwa Nyandarua. Polisi wamejaa pale. Lakini hawaku wamekuja kuweka amani. Walikuja kuchafua nini? Inspector wa polisi anachukua tear gas, anapatia askari mwingine yako na nguo ya raia, anatupia sisi. Nani polisi? Wale wanatakiwa kuweka amani ndio wenye kuvunja nini? Na siku hiyo huyo mtu alishikwa na raia. Kwanza akanyoroshwa vizuri sana. Si ndio? Sasa akapatiwa polisi washitaki yeye. The same night Inspector General Police akasema waachiliwe. This is the only country in the world where police, instead of stopping violence, are the ones who are unleashing violence to innocent people. It is a shame. Is it not a shame? It's a shame, Bwana Douglas Kanja, the Inspector General of Police. The police world over, their work is to keep peace, is to make sure there is no violence, is to deal with violent people. But in Kenya, police are the ones who are unleashing violence to innocent people. And then when people make a citizen arrest, wakamshika wananchi kwa sababu wamepewa kipawa hiyo na sheria, Inspector General amesema waachiliwe aende nyumbani. The other day walituma watu kupiga sisi Limuru na mapanga na chuma watuue. Hizo picha ziko kwa magazeti, kwa mtandao. Mwezi moja umeisha, hakuna mtu ameshikwa. And that is why sasa polisi kitengo imekuwa pale, a special unit outside the command of the Inspector General. Kazi yao ni kushika vijana, kuteka hao nyara. Abductions are being done by police. Police are supposed to protect life and property, not to turn against citizens. Sasa nimeona Inspector General Police ameitwa pale kotini aende aeleze, amekataa kufika. Na hata akifika anasema hajui ati si polisi wanafanya hii kazi. Sisi nauliza kama wewe hujui na ndio Inspector General Police who is supposed to protect the lives of the people of Kenya, then you have no business being in office. Si ndio? Kama Bwana Kanja unasema polisi are not the ones doing the abductions, and you don't seem to know who is doing it, and you are not able to stop it, you have no business being the Inspector General of Police. Na mimi nikushauri wewe, kwa sababu ni mtu ya nyumbani, wewe Bwana Kanja unatumika vibaya. Your predecessor Japheth Koome, mtoto wetu kutoka pale Meru, alitumiwa vibaya wakati ya Gen Z. Akatumia nguvu kuua watoto, kelele ilipozidi akakuwa sacrifice. Akaitwa na rais, akaambiwa jiuzuru, akajiuzuru, akaenda nyumbani. Bwana Douglas Kanja, you are being set for the same. What will happen? Na mtaniambia. Wewe utaambiwa useme hakuna abductions, hakuna nini ifanyike, kelele ikiwa mingi vile iko, utaitwa uambiwe andika barua uende wapi? It is up to you now to be a man and speak out. Na useme these abductions are being done outside the police command. Tungeuliza rais to live up to your words last Friday. Make sure, Mr. President, before we go to the new year, those children, if they are alive, they be released to their parents to spend the new year with them. If they have been killed, then give them bodies to go and bury so that they can have a closure. But you cannot, people cannot stay in suspense. And then you get leaders, court poets and masters of bloodshed to mock the people of Kenya about abductions, talking so casually about it like it's a joke. Na watu pale napiga makofi. Na ndio hiyo maneno mimi ni shida. Hiyo ya kuwa kwaya ya praise and worship, hiyo mimi nilishindwa na hiyo. Na mnisamehe. Mimi ni mtu ya kusema ukweli na kusema vile maneno iko. Let me say, niseme kitu kimoja.
Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Sisi tunauliza haki na ukweli, na tunataka Wakenya waongozwe na njia ya ukweli, na Wakenya wasidanganywe. Kenyans are tired of being cheated. Na watu wa Kenya ni watu werevu sana. Wewe unaweza ongea pale uende udanganye wabunge, lakini hii Wakenya kuwadanganya ni kazi ngumu sana. Wewe kama umesoea kudanganya wabunge, ngojea bunge ifunguliwe uende udanganye wabunge pale ndani. These Kenyans are very intelligent people. You cannot cheat them. They know. Mama wamebahasha kati huo. Na mimi nimekosana na hao watu kwa sababu hao wanaleta uongozi ya uongo, na mimi nataka tulete uongozi ya ukweli. Mambo ya affordable housing, hao Wakenya hawana haja nazo. Ama Mungu na haja na hizo manyumba? Watu nataka barabara, maji na stima na madawa kwa hospitali na watoto wasome. That is the priority for the people. Hii mambo ya chanjo mnalazimishia watu, manyumba mnalazimisha, mambo ya SHIF mnalazimisha. Kama kitu ni mzuri, kwa nini unalazimisha? Why are you forcing people? If something is good, why do you have to force it down on the throat of the people of Kenya?